hatujui alikotoka wala anakokwenda. Sharobaloe ghafla ametokea tu tena, ana nywele. Wewe mke wangu sinaongea na wewe. Naongea na kusikia. Unanisikiza? Nimekuwa radio ambao mimi. Hapo sikizo umebadilika sana. Nimebadilika? Nimekuwa njano au blue? Ona sasa mara umekuwa njano sijui wa blue. Si ndio majibu haya yanayosema sasa. Yaani sikizo unanijibu unavyojisikia. Nimetoka huko mitaani maana naambiwa siku hizi kuna kale ka kijana kasharobalo kalipoingia hapa kijijini, yani unatoka nako unanijibu unavyojisikia. Ulinikuta naye? Sio kwamba nilikuta naye. Sasa unaongea kwa nini kitu una uhakika nacho? Wewe endelea kunijibu jeuri tu sasa. Ngoja kitu ambacho nitamfanyia huyo kijana huyo. Wewe mwenyewe utakuja ujilaumu. Utajua mwenyewe bwana, shachoka. Poa. Sharobaloji wake umeleta kumzwapa kijijini, tena kila kona ukipita ni stori kutoka mjini, anapenda wanawake kuliko kula, hata wake za watu ye anasosomola, na madem za watu ye analala nao. Sharobalo amefumaniwa sana vichakani, magofuni, migombani, hajali hata kwenye majumba mabovu anawapeleka. Dada, mambo? Poa, vipi? Safi, mzima? Mzima, hofu kwako? Mimi niko poa, na kuona umetoka kuchanja kuni. Nimetoka kuchanja kuni, naelekea zangu kwenda nyumbani. Naelekea nyumbani? Samahani dadangu kwa usumbufu. Nilikuwa nimekusumbua kusimamisha hapa. Nilikuwa naomba niongee na wewe japo kwa dakika 2 tu. Sio ungetoa kama mzigo kidogo hivi kaongea vizuri. Siwezi nikatoa mzigo maana na wewe kwenda nyumbani kwenda kupika. Hii ni dakika 2 tu dadangu na wewe. Hamna. Muda uniruhusu. Haya poa basi. Utaona samani kama nitakuwa nakusumbua. Kwanza ni mwenyeji wa Inkola au ni mzaliwa wa Mkola? Mimi ni mzaliwa wa Mkola. Kumbe. Mimi kwa majina yangu naitwa Amosi, ni mgeni wa kijiji. Naishi kwa baba zangu Yusufu. Sio nampata? Mimi huyo kaka namfahamu. Wagana pita hapo senta njiani. Namjua. Unamjua? Dadangu samani. Hivi jina lako naitwa nani? Mimi jina langu naitwa Eliza. Wow, na jina zuri. Sasa dadangu, kuna kitu mimi nataka nikwambie. Kiukweli dadangu, nisiwe muongo wala nisizunguke sana. Maana nikiwa muongeaji sana, yani nitaongea na vitu vingine vya uongo nitaharibu. Mimi naelewa. Yani nitaharibu. Mimi dadangu, mimi kiukweli mkutano hapa mimi nimetoka kuelewa sana. Yani kiufupi dadangu, yani nimetoka kupenda kutoka ndani ya moyo wangu. Kaka, mimi siwezi. Tumekutana leo tu afu unasema unanipenda? Dadangu, kukutana sasa hivi sio sababu yani ya kunikazia kiasi hiko, umeona? Mbona siku hizi watu wanakutana tu hata njiani, sema yote tu na wanapendana na wanachukuana, umeona? Sasa mimi ukisema kwamba hivi labda kwamba tumekutana sasa hivi inakuwa vigumu kunikubali. Sasa kuna ugumu gani sasa hapo? Umeona? Enda dangu kweli. Yani nimeshindwa kujizuia, yani nimeshindwa kuvumilia. Mpaka kuambia yani nimeshindwa kuvumilia. Hebu nifikirie basi dadangu, nifikirie. Hata kama jibu lako usiponipa saa hizi, mimi nitavumilia hata kama iko kesho kutwa, lakini isifike wiki sasa na wewe. Sawa, isifike wiki. Wewe kama jibu langu anifikiria, fresh dadangu. Maana fanya hivyo basi. Kaka, sawa nimekuelewa, ila nipe kwanza muda nikajifikiria. Wow. Yani nilitamani nipate jibu kama ile kutoka kwako. Sio ile la mara kwanza, hapana. Yani kwa nimeniumiza sana. Lakini sasa hivi uliposema kwamba ulifikirie, hapo umenipa mzuka, umeona, alafu umenipa matumaini. Mimi nakupa muda ufikirie, ila sasa mimi ninachokuomba dadangu, wiki usichukue muda wa wiki kufikiria. Yenyewe kufikiria kwanza siku moja tu, umeona? Kufikia muda fulani au tuseme kesho labda nipata jibu langu basi. Sikini nitakupataje sasa dadangu? Kuna simu hapo labda? Sina simu. Kwa nitakupataje sasa? Utanipata kesho, naelekea kwenda kufuata maji kisimani. Kisimani. Basi sasa mimi kesho mimi nitajitahidi mapema mimi nakutafuta.
Hata kama nisipokupata kisimani, yeye anajua nitakupata tu. Usinifelishe. Na kutegemea. Nategemea majibu mazuri toka kwako. Basi mimi lazima nisikuchoshe. Wewe peleka kuni, uende kupumzika basi. Eti. Usijali kaka, tutakuwa wote. Haya, siwazi ile dada. Haya. Mchana mwema. Na kwako pia. Haya. Hatujui alikotoka wala anakokwenda. Robaloe ghafla ametokea tu. Kimevamba. Ana nywele nyingi kichwani. Mungu pisa hapo. Kana kidoti. Hatujui anakotoka. Namba wataisoma. Lakini blaza akija kujua hapa. Hii si shida hii. Lakini tukio cha kufanya. Uji wake umeleta gumzo hapa kijijini. Tena kila kona ukipita ni stori kutoka mjini. Anapenda wanawake kuliko kula, hata wake za watu ye anasosomola, na madem za watu ye analala nao. Amefumaniwa sana vichakani, magofuni, migombani, hajali hata kwenye majumba mabovu anawapeleka. Sharobalo huyo ameleta mabala. Bora nimekuona. Afadhali kabisa. Mwambie mdogo wako achane na mke wangu. Masuala ya kuwa anamfuatilia mke wangu akome. Nitamfanya kitu mbaya. Kamfikishie wewe ujumbe. Hivi unatumia akili? Yaani unafika mtu unalopoka ropoka. Hata salamu hakuna. Mdogo wangu inanihusu nini? Na sasa hivi mke wako yupo unayesemea. Maana unavyosema mke wako simjui. Yaani unakimbilia tu mambo ya kuhusu. Unanijua vizuri lakini sitasikiliza nikwambie. Siku nyingine ukimkuta mtu ana mambo yake, naomba usimfuatilie kabisa. Tena ninachokuomba, chonde na kuomba kuhusu mambo ya mdogo wangu na mke wako mimi hayanihusu. Mnajifanya wajanja na huyo mdogo wako eti. Basi tusilaumiane. Kwa jambo lolote nitakalolifanya tusilaumiane. Hivi unanitisha mimi? Hivi unaijua vizuri Nkola? Sasa sikiliza nikwambie. Wewe wa kunitisha hayupo. Hapa kijijini mimi sijaona mtu wa kunitisha. Na isitoshe ninachokuomba. Sawa? Na kuomba likinipata lolote naenda kutoa taarifa kwa mwenyekiti. Na mwenyekiti utaona migambo wanaokuja na maanisha Ntemi atakuwepo. Sasa sikiliza nikwambie ndugu yangu. Ukinitisha tena siku nyingine, ama zako ama zangu. Mimi ujumbe wangu umefika. Mimi nitajua cha kufanya nini. Mimi naondoka. Pole sana. Uji wake umeleta gumzo hapa kijijini. Tena kila kona ukipita ni stori kutoka mjini. Anapenda wanawake kuliko kula, hata wake za watu ye anasosomola, na madem za watu ye analala nao. Amefumaniwa sana vichakani, magofuni, migombani, hajali hata kwenye majumba mabovu anawapeleka. Sharobalo huyo ameleta mabala, amechafua mtaa, ameleta mabala. Sharobalo tena anasakwa mtaani, hatakiwi kijijini, anaharibu jamii. Sharobalo. Wewe, amka. Amka. Amos, una shida gani? Hebu niambie. Yaani sasa hivi imekuwa likituka mimi nasalidishwa njiani, nimesimamishwa na mtu wa ajabu simfahamu. Nataka uniambie, unatembea na wake za watu? Unatembea na wake za watu? Yaani nilikwambia ukifika naomba utulie. Utakanisababishia mimi nimefilisiwe hapa. Mimi nategemea pombe. Alafu na pia nasomesha mdogo nani mtoto wangu. Hebu niambie. Niambie shida nini? Sasa kaka, umefika tu hapo. Shut up. Nisikilize Amosi. Na sasa hivi tayari yaani nafuatwa na watu wa ajabu. Yule kijana tu unatembea na mke wake. Hivi Amosi, unachokitafuta nini? Utaambulia kupelekwa na utapigwa fimbo. Kuna watu wana ukame huko kuchapa fimbo watu. Sasa ninachokuomba Amosi, kuwa makini. Na sielewi unataka uniambie nini? Hebu sema unachotaka kusema nini?
Sasa kaka, mimi mka mtu mimi nitoza mimi kama mtu lini? Mimi mka mtu mimi ndo na siku 2 hapa kijijini. Mka mtu mimi nimtongoza wapi? Amosi. Sasa ninachokuomba, mimi nimesimamishwa na mtu usiojulikana. Kanaambia unatembea na mke wake. Na juzi hapa amekuja mtoto wa hakika ananiambia kuwa eti nimfanyie mpango. Hivi Amosi unachotaka nini? Au umefukuzwa kwa kutembea na wake za watu? Sasa kaka, kwa kila mtu agweta, yaani mimi kuhusiana na mimi unaamini, hata uulize unaamini. Kwanza ungefika hapo ukaniuliza kwamba Amosi moja mbili tatu. Haya, nimekuelewa. Haya, ulikuwa wapi? Nilikuwa uko chini kwenye kujua kidogo. Nakupa tazamio. Siku nikigundua Amosi, ama zako ama zangu. Nimemaliza. Hatujui alikotoka wala anakokwenda. Robaloe ghafla ametokea tu. Tena ana nywele nyingi kichwani, wakati mwingine anasuka. Hatujui ametoka wapi. Robaloe uji wake umeleta gumzo hapa kijijini. Bwana kaka. Naam. Asante, karibu sana. Asante. Za siku Nzuri. Umepajuaje hapa? Hapa nilikuwa napita, kuna dogo moja namtafuta, anaitwa Dogo Amosi, sijui namfahamu. Amosi, hilo jina sio geni. Yule mdogo wake na inasemekana ni mdogo wake na nani? Yusufu yule mchemsha gongo, yule anafuga na bata pale kwake, sijui namfahamu. Yusufu mchemsha gongo? Ndio. Amosi ni mdogo wake? Inasemekana ni mdogo wake. Kafanyaje tena huyo dogo? Huyo dogo ana masuala ya ajabu sana. Huyo dogo anatoka na wake za watu. Mmoja wa wake za watu ni mke wangu, ndio anatoka naye. Huyo dogo kumbe bado ni mshenzi. Unajua huyo Amosi, mimi hapa nilipo hadi sasa hivi ndugu yangu, nipo single kwa ajili yake. Wewe kaka, wewe umeamua nini sasa? Maana sio poa kutembea na mke wako ndugu. Afu dogo kazidi, mimi mwenyewe niko single. Tunafanyaje? Kama yeye bado anamtafuta ila sijajua anampataje sasa. Jirani, ngoja tumuulize ujue. Samahani jirani. Bila samahani. Tunakuomba bwana. Karibu. Ngosha. Kaisa madila. Morangosha. Moranko ikine. Kaisa ngaru. Morakinewa. Moranko i. Mola tuhu. Tola hawa irisu. Karibu jirani, karibu. Karibu. Maweja. Kaya. Ni komani tana. Bwana, tumekuitana hapa. Tuna jambo moja tunataka tukuulize ndugu yangu jirani bwana. Hivi wewe shemeji yako Rose unamfahamu? Nante vile. Siku hizi sio muone hapa. Bana, tumekuita hapa. Kuna dogo fulani tunamuulizia. Nani? Anaitwa Amosi. Sijui kama unamfahamu bwana jirani. Amosi. Kinehe. Amosi mdogo wake na Yusufu yule mchemsha gongo mfuga bata, sijui unamfahamu? Kashonya ntoyo wizira ho hale Yusufu. Onsuki ompata. Nante vile ni kinehe. Sinaje? Kinehe. Anauliza vipi, kwani kuna shida gani kuhusiana na Amosi? Sasa bwana jirani, huyo dogo Amosi, huyo dogo si. Tunakumbuka mimi nilikuwa na shemeji yako hapa. Rose, si unamkumbuka wewe? Ulikuwa unapita hapo unamsalimia Kisukuma sijui nini. Nante vile. Sasa Amosi kapita naye, kamchukua hadi sasa hivi mimi hapa nilipo nipo single kwa ajili yake. Na haijatosha kuniharibia kijana mwenzake. Kaingia hadi kwa wake za watu. Anatembea na mke wa mshikaji. Kashonya ntangono yo ana mambo ka ajabu keko. Wewe dogo ana mambo ya kishenzi, unaona? Anatoka na wake za watu. Alafu isitosha ametoka hadi na mke wangu, unaona? Ndio maana namtafuta. Kwa hiyo habingwe swala kama muziki juu ya mambo hayo alike bejo nyantangono yo. Jirani, hapa hamna maamuzi mengine zaidi ya kumtafuta huyo dogo kaka. Mimi sitoweza vumilia, umeona? Na jirani yangu hapa tayari hapa alipo anamtafuta. Sisi tulichotaka kama kuna uwezekano wa kujua namna gani tunaweza mpata, utusaidie kwa hilo jirani. Maana yule dogo alishakuwa sasa na mambo ya ajabu. Kesho ni kwako. Sasa hapo jirani. Ndio jirani. Badala ya kuenda kumtafuta huyo kijana.
cha ngazi ya cha uongozi bo kijiji na uruhare mtendaji. Sasa hapo jirani, hapo ndo unachanganya rafiki yangu. Kasemaje? Anasema tuende kwenye uongozi kuliko kuendelea kumtafuta huyo kijana naye atumpati. Jirani. Yaani wewe unawezaje? Mtu anakuchukulia mke wako, umeona sifa zake zilivyo mtaani, hata wewe umeshuhudia na tabia mbaya. Inakuwaje sisi twende kwenye ofisi za serikali? Kwani sisi wanaume wa kumtafuta? Sisi tunataka tu tusaidie, kama unajua tunapoweza mpata huyo kijana Amos. Ndugu yangu hapa mwenyewe ana hasira kweli. Sasa wewe unatuambiaje mambo ya kwenda kwenye serikali za mtaa? Wewe na demu wewe? Na lento hunene. Kasemaje? Anasema hana hata demu, kumbe tunasumbuka na mtu hana hata demu. Sasa wewe Toronto afu natushauri mambo ya kwenda kwenye serikali rafiki yangu. Hatujui alikotoka wala anakokwenda. Robaloi ghafla ametokea tu. Tena ana nywele nyingi kichwani, wakati mwingine anasuka. Hatujui ametoka wapi. Robaloi wake umeleta kumzwa.